Mambo mengi yanasemwa kuhusu tatizo la mtindio wa ubongo, hali ambayo imekuwa ikisababisha baadhi ya watoto wenye tatizo hili kukosa huduma stahiki za matibabu, haki zingine za msingi kama elimu na kadhalika, kwa sababu tatizo hili linasababisha ulemavu wa kudumu. Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, watu wengi hasa katika nchi za dunia ya tatu zinazokabiliwa na uhaba wa huduma za afya hasa maeneo ya vijijini, kuna uelewa mdogo kuhusu tatizo hili pamoja na huduma za utengemao kwa ujumla wake. Kuna mtoto mwingine anakuwa labda ana kichwa kidogo au anafanya vitu vya tofauti na mtoto mwingine. Wengine kutema mate ovyo, kufanya nini, unajua kabisa huyu hapa atakuwa na shida ya mtindio wa ubongo. Kawaida mtoto ndani ya miezi 6 au amekaza shingo au anakaa, lakini utakuta mtoto huyu hawezi kukaa, hawezi kugeuza shingo. Ndipo nitakapogundua kwamba huyu mtoto ana mtindio wa ubongo. Unapokaa anakuwa tayari ameshakaza shingo, lakini kwa mfano nikimkalisha nikaona mtoto ule umri wa kumkalisha umefika, akai analegea shingo, mara anatoa mate, najua mtoto yuko tofauti na wengine. Je, mtindio wa ubongo au cerebral palsy kwa kimombo ni nini? Unasababishwa na nini? Lakini je, tatizo hili linatibika au la? Tunaposema mtindio wa ubongo tunamaanisha nini? Mtindio wa ubongo tafsiri yake nyepesi ni kwamba huyu mtoto alipata hitilafu kwenye ubongo wake na matibabu yake yapo, na ndio moja ya kazi kubwa ya yoga. Mtazamaji, karibu katika makala yanayoangazia kwa kina kuhusu tatizo la mtindio wa ubongo, makala yanayofanyika kwa hisani ya hospitali ya Utengemao Inuka kwa lengo la kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu huduma za utengemao. Mwandaaji na msimulizi wa makala haya, jina langu ni Andrew John Nki. Karibu. Shirika la afya ulimwenguni WHO linasema kati ya watoto 300 wanaozaliwa, mmoja kati yao anakabiliwa na tatizo la mtindio wa ubongo duniani, na kwamba zaidi ya watu milioni 18 ulimwenguni kote wanakabiliwa na tatizo hili. Je, jamii inauelewa kiasi gani kuhusu tatizo la mtindio wa ubongo? Kwa mimi ninavyoelewa, mtoto mwenye mtindio wa ubongo, cha kwanza labda siku ya kwanza ninavyomuona, nitakachokigundua cha kwanza, nitakuta umri wake unaonekana ni mkubwa, lakini hatua zake haziko kama vile umri wake. Kuna mtoto mwingine anakuwa labda ana kichwa kidogo au anafanya vitu vya tofauti na mtoto mwingine. Wengine kutema mate ovyo, kufanya nini, unajua kabisa huyu hapa atakuwa na shida ya mtindio wa ubongo. Nitatambua mtoto mwenye mtindio wa ubongo kupitia vitu vifuatavyo. Kwa kawaida mtoto inatakiwa anionyeshe kwa mabadiliko jinsi ya ukuaji wake. Kwa mfano, kawaida mtoto ndani ya miezi 6 au amekaza shingo au anakaa, lakini utakuta mtoto huyu hawezi kukaa, hawezi kugeuza shingo. Ndipo nitakapogundua kwamba huyu mtoto ana mtindio wa ubongo. Naweza nikamtambua kwa mfano mtoto kawaida anatakiwa kukaa na kukaza shingo, yaani anapokaa anakuwa tayari ameshakaza shingo. Lakini kwa mfano nikimkalisha nikaona mtoto ule umri wa kumkalisha umefika, akai analegea shingo, mara anatoa mate, najua mtoto yuko tofauti na wengine. Huyo mtu naweza nikamshauri, huyu mtoto hayuko sawa, mbona hata viungo vyenyewe vimefanya nini, vimelegea. Naweza nikamshauri mpeleke hospitali fulani kwa sehemu fulani. Hussein Saidi ni mtaalamu wa fizioterapia na mkuu wa idara ya utengemao katika hospitali ya Utengemao Inuka. Katika moja ya semina alizowahi kutoa kuhusu mtindio wa ubongo, anasema kiini cha tatizo hili ni hitilafu katika ubongo wa mtoto. Fika pale Inuka, asilimia zaidi ya 90 ya watoto wanapata huduma pale ni watoto wenye changamoto ya mtindio wa ubongo. Tunaposema mtindio wa ubongo tunamaanisha nini? Mtindio wa ubongo tafsiri yake nyepesi ni kwamba huyu mtoto alipata hitilafu kwenye ubongo wake, ama akiwa tumboni
ama wakati wa kuzaliwa au hata baada ya umri wa miaka ile ya awali baada ya kuzaliwa. Lakini kwa asilimia kubwa changamoto ya ulemavu inatokea wakati wa kuzaliwa. Kwenye mtindio wa ubongo nizungumzie hicho kipindi ambacho kimekuwa sababu kubwa. Mmesikia kuhusu swala la mtoto kulia mara baada ya kuzaliwa, sio? Tafsiri ya kulia ni kwamba yule mtoto akiwa tumboni alikuwa hatumii mapafu yake, alikuwa anapokea hewa ya oksijeni kupitia nani? Kupitia mama, sio? Lakini mara tu baada ya kuzaliwa yule mtoto anatakiwa, kuna mfumo kwenye ubongo ambao unamsisimua ili aweze kuvuta hewa yake kwa mara ya kwanza na kuanza kutumia mapafu yake. Kile kitendo kinapaswa kutokea ndani ya muda mfupi sana. Kisipotokea kwa wakati, tafsiri yake ni kwamba yule mtoto amekosa hewa kwenye ubongo wake, na hiyo ndio tafsiri ya mtindio huo. Na kwa ufupi sana, ni vitu gani ambavyo vinaweza kusababisha mtoto akose hewa wakati wa kuzaliwa? Inawezekana mama alikaa na uchungu wa muda mrefu, kwa yule mtoto mpaka atakapomaliza kutoka anakuwa amechoka, ule mfumo wa kumshtua aweze kupata hewa unachelewa. Inawezekana yule mtoto alikuwa amekaa vibaya, amechelewa kugeuka, ile ikasababisha uchungu wa muda mrefu. Inawezekana yule mtoto amepata maambukizi kwenye ubongo wake na sababu zingine. Kwa hiyo ni kuhusu mtindio wa ubongo. Anaendelea kusema mtindio wa ubongo ni aina mbaya zaidi ya ulemavu, kwani matibabu yake yapo, lakini yanachukua muda mrefu zaidi ukilinganisha na changamoto zingine za ulemavu. Ukitokea hitilafu kwenye ubongo, utaanza kuona kwamba hatua za ukuaji wa yule mtoto zinaanza kuchelewa. Tukianza na zile hatua kubwa kubwa, mtoto atakiwa akiwa mara baada ya kuzaliwa anatakiwa aonyeshe uwezo wa kucheza na viungo vyake, sio? Atacheza mikono, atarusha miguu. Lakini baadaye anapokuwa, tunategemea miezi mitatu mtoto shingo ifanye nini? Ianze kukaza mpaka miezi mitano. Tunategemea miezi mitano mpaka miezi sita mtoto akae. Miezi 7 mpaka 8 mtoto atambaye. Miezi 9 mpaka mwaka mmoja mtoto aanze kusimama na kutembea, lakini pia kuanza kuongea. Lakini kama kuna viashiria vya mtindio wa ubongo, utaona kwamba huyu mtoto hatua zake ama hazitokei au zinatokea taratibu kulingana na zile hatua za kawaida za ukuaji. Kwa hiyo inapelekea mtindio wa ubongo, na hii ndio aina mbaya zaidi ya ulemavu ukilinganisha na aina zingine za ulemavu. Hospitali ya Utengemao Inuka inaendelea kutoa huduma za mazoezi tiba kwa watoto wenye mtindio wa ubongo kila uchwao. Consolata Mauki mwenye umri wa miaka 16 ni miongoni mwa watoto wanaopata huduma hizi, kama asemavyo mama yake. Tumeanza jengo hilo unayoliona limegeuzwa kanisa saa hizi, ndipo nilipoanzia mazoezi. Mwanangu alikuwa analegea tu, wala kubebeka abebeki, ilikuwa nambeba kwa kumshika hapa. Lakini nilivumilia kufanya mazoezi mpaka saa hizi ni mtu mwenye miaka 16. Ni mtu mwenye miaka 16. Lakini bado sijakata tamaa, namleta kufanya huduma mahali hapa. Saa hizi mwanangu tunawasiliana vizuri, hakuna nisichomuelewa. Jacob Bage ni mtaalamu wa tiba kazi katika hospitali ya Utengemao Inuka. Anaeleza haswa kiini cha tatizo la mtoto huyu ambaye anaendelea kuimarika kila kukicha. Alipata shida ya mtindio wa ubongo, kwa kitaalamu tunaita ni birth asphyxia, ambayo alipata mara baada ya mtoto kuzaliwa. Alishindwa kulia kwa wakati, kwa hiyo mtoto alikosa hewa safi ya oksijeni kwa wakati, ambayo ilipelekea kupata shida kwenye ubongo wake, ambayo tunaita ni mtindio wa ubongo. Na hali yake ya mtindio wa ubongo imeathiri viungo vyote. Kwa ukimwangalia ana mijongeo mingi na mitetemo ya kutosha kwenye viungo vyake, kwa maana miguu na mikono. Tulianza naye muda mrefu hapa, anaendelea kupata huduma za utengamao kwa maana ya upande wa
physical therapy na upande wa occupational therapy service, na anaendelea vizuri kwa sasa hivi. Amefikia hatua ya shingo yake kukaza kwa kiasi kikubwa na uwezo wa kukaa, ingawa hakai vizuri. Mgongo wake wakati mwingine anapindisha kwa sababu ya hali ya mijongeo aliyonayo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba sasa hivi anafikia hatua ya kutembea kwa msaada. Ana walking frame yake maalum ambayo inamsaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kwa upande wa shughuli za kila siku kwake ni changamoto, hasa kutumia mikono yake. Anashinda kutumia mikono yake kwa sababu ya hali ya mitetemo, na shida yake ya mtindio wa ubongo haikuathiri uelewa wake. Kwa hiyo uelewa wake ni mzuri. Consolata hana uwezo wa kutembea mwenyewe, kuongea wala kufanya shughuli za kawaida kama kula, kuoga mwenyewe na kadhalika. Hivyo haikuwa rahisi kwa mama yake kumwandikisha shule, lakini Inuka ndio sababu haswa ya mwanae kupata haki ya msingi ya elimu. Mimi nimeona mimi mtoto wangu alikuwa nikimpa chakula, ninapompa chakula nimemshika hivi, nitakapomwachia hivi tayari chakula kile chote kinarudi chini. Anaonekana tena hajabu. Lakini juu ya mafundisho tuliokuwa tunafundishwa, mtoto mweke hivi unavyomlisha. Nikaanza kufuata mtoto wangu, baadaye akafanya nini? Akapona. Hali ile ya kutapika ikawa imefanya nini? Imeisha. Mimi wenzangu nimetoka mbali, lakini ninaiona faida. Hata hapo nilipokuwa nampeleka shule sikuona kama kuna umaana, lakini sasa madaktari wananishauri imefika wakati wa kwenda shuleni, anatakiwa aende shule. Nilienda shuleni huko nikisema, Mungu, hivi ni yapi? Huyu atasoma nasoma nini? Lakini siku moja nilikuja kukiri kwa kinywa chako. Sehemu anaposoma Jemima kuna walemavu wa uoni, kuna walemavu wa ngozi, kuna walemavu wa viungo, umeona, na wa akili. Siku moja naona Jemima yuko kwenye baskeli, mwenzia asiyeona anakuja kwa kasi, anakuja anatembea kwa kasi. Jemima akamwambia, yule mwenzia akamwambia, Jemima. Tayari kumbe ameshajua kuwa Jemima yuko upande wa kushoto au wa kulia. Hapo nikasema, Mungu naomba unisamehe, kwa sababu kumbe hata hii ni shule. Ningekaa naye nyumbani, angemjua wapi asiyeona? Angemjua wapi? Kumbe hata hivi sasa mtoto wangu anapata elimu. Yule alivyosema Jemima, akaja polepole akamgusa mahali alipo, wakapishana. Jemima akamwacha pale, lakini Jemima alipata akili na ameelewa kusema mwenzangu afanye nini? Haoni. Natakiwa nimpe taarifa kwa asija akafanya nini? Akajivaa kwa. Tangu hapo nilimkiri Mungu kusema naomba unisamehe, nilijua hakuna elimu anayoipata Jemima. Lakini kumbe ilikuwepo elimu. Consolata hana uwezo wa kuandika awapo darasani. Wataalamu wa hospitali Utengemao Inuka wamemtengenezea kifaa maalum na sasa anaandika kwa kutumia kichwa. Yaani anaenda darasani, anasikiliza tu, Lakini mwezi wa 6 Mungu amefanya mambo makubwa ya ajabu ambayo ninakuja kumshukuru leo. Mwanangu saizi anaandika kutumia kompyuta. Anaandika vizuri kabisa, na mitihani nimeileta hapa aliyokuwa ameifanya. Alikuwa yuko darasa la 6 lakini amerudi, amekuwa darasa la 4, amefanya mitihani, amefanya vizuri. Mimi naona amefanya vizuri kwa sababu tangu anapoanza shule hajawahi andika. Lakini saizi anaandika vizuri. Nimeona ni kweli nije nimshukuru Mungu. Anaandika kwa kutumia kifaa kinafungwa kichwani na kutumia kompyuta.